Mimi namshukuru Mungu, nina miaka 10 kwenye ndoa, naenda mwaka wa 11. Nilipokuwa naoa, hata tulipokuwa madhabahuni, mchungaji alisema mtu asifanye uamuzi wa kuingia kwenye ndoa kwa haraka. Lazima kuna maswali unaulizwa. Je, uko tayari? Je, umelazimishwa? Je, uko tayari? Unaulizwa pale na unajibu niko tayari. Kila mtu kama ni mwanamke naye atasema niko tayari, sijalazimishwa, nimeamua mwenyewe. Basi ndipo mnafanya nini? Mnafungishwa ndoa. Kwa hiyo elewa kwamba kuna kanuni zake na ambazo zitakufanya uzifuate. Usilete fujo kule ndani kwa kutafuta kanuni zako mwenyewe. No, kuna kanuni. Hizo kanuni tutakuja kuangalia siku nyingine, lakini elewa kwamba zipo kanuni za kufuata. Lakini jambo la pili muhimu sana, tukiacha hilo la kuelewa kwamba Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa, jambo lingine muhimu hapa ni kwamba, jambo la pili muhimu la kuelewa, hakuna usawa ulio sawa ndani ya ndoa. Hakuna usawa ulio sawa. Yaani kuna usawa lakini hakuna usawa ulio sawa. Labda sasa utauliza maana yake nini? Usawa upo lakini hakuna usawa ulio sawa. Kwa nini? Kwa sababu watu waliopo mle kwenye ndoa sio sawa. Ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo huwezi kuniambia kuna usawa ulio sawa, kwa sababu waliopo wanaounda ile ndoa, kwa sababu ndoa inaundwa na watu wawili wa jinsia tofauti. Mume na mke. Sasa hawa wanapoingia ndani, hatuwezi kukongrudi kujumuisha tu kwamba kuna usawa. Usawa upo kwa maana kwamba hawa wote wameumbwa na Mungu. Usawa upo kwa maana kwamba hawa wote ni watu wa Mungu, ni binadamu, wanastahili heshima, wanastahili kutodharauliwa, kutobezwa utu wao na nini, mambo kama hayo. Huo ni usawa ambao awe mwanamke awe mwanaume ana uhitaji kuupata. Lakini sasa tunapokuja sasa kwamba si sawa kwa sababu hawa watu ni tofauti. Kuna mwanaume, kuna mwanamke. Na Mungu alivyoweka, ameweka na majukumu tofauti. Kwa hiyo kabla hujaingia, kama wewe ni binti unataka kuingia, elewa kwamba kwenye ndoa hakuna usawa ulio sawa. Usawa upo lakini usawa usio sawa. Pia kuna majukumu anayosema majukumu tofauti. Mungu ameweka kwamba mwanaume ndiye awe kichwa ama kiongozi wa familia, kiongozi wa ndoa. Sasa kama kungekuwa na usawa sawa, manake Mungu akasema wote nyinyi ni viongozi. Kwa hiyo sasa usiingie mle ukaanza kupigana ili kutafuta nafasi ya mwenzako. Kuna usawa usio sawa, na hili lazima liingie kwenye akili. Kwa sababu lazima tuseme haya. Sasa hapa nazungumza kwa mujibu wa maandiko kwamba mwanaume ndiye kiongozi. Ndiye kiongozi. Na kama kuna kiongozi, maana yake kuna wafuasi. Hakuna kiongozi asiye na watu. Maana yake kuna watu wanaowaongoza. Kuna wafuasi ambao wanamfuata, wanaoamini. Na lazima waamini kwenye uongozi wake. Lazima waamini. Sasa nani ambaye yuko hapo chini? Kwa hiyo mume ndiye kichwa cha ndoa na ndiye mfanya maamuzi mkuu. Nani ambaye anaamua? Mfanya maamuzi wa mwisho ni mwanaume. Kabisa. Hiyo sasa, kwa sababu hakuna kiongozi asiyefanya maamuzi. Kama Mungu amempa mwanaume hiyo sifa ya kuwa kiongozi, maana yake ni kwamba amempa uwezo, yeye ndio anayesaini wa mwisho jambo litokee. Huku chini kunaweza kuwa na ushauri, kunaweza kuwa na maneno mengi, kunaweza kuwa na mapendekezo, kunaweza kuwa na mapendekezo, maoni na nini mengi, lakini anaye saini pale mwisho, anayetoa uamuzi kwamba jambo hili ni sawa, lazima hiyo nafasi amepewa mwanaume. Na hiyo lazima tuiheshimu, kwa sababu sio kutaka. Maana hapa ni kama vile kuna vita. Kuna vita duniani sasa hivi inaendelea, watu wengine kujaribu kuja kunyakua hiyo nafasi ya mwanaume, kunyakua kwa nguvu. Sasa huwezi kupigana na asili. Hii ni asili, Mungu aliiweka hivyo. Tena nchi zingine mpaka watu wameanza kuhariri Biblia, sehemu inayosema mwanaume ni kichwa cha familia, wameanza kuiondoa, kuweka kwamba wote ni vichwa. Sasa mtu mmoja msomi aliwahi kusema sehemu yote yenye pembe mbili, ukiona kitu kina pembe mbili, maana yake pembe ni mamlaka. Ukiona kuna mamlaka mbili ndani ya sehemu moja, hapo kuna mnyama, sio watu. Mungu alivyoweka, ameweka kwamba mwanaume, nyumba lazima iwe na pembe moja, iwe na mtawala mmoja anayetoa amri, watu wote wanafanya nini? Wanafuata, anayetoa miongozo. Na hiyo nafasi amepewa mwanaume.